Jina naitwa Hamisi Thabit, natokea kampuni ya Olasiti Venture. Ni mmoja kati ya washiriki walioshiriki katika mafunzo haya ambayo yanaendeshwa na WRRB. Kwa kweli katika mafunzo haya tumekuwa takriban, leo ni siku ya 4 ambapo tumeshiriki katika mitihani, na kiukweli tumeweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo tulikuwa hatuvijui. Tumeweza kuviona katika mafunzo haya. Miongoni mwa vitu ambavyo tumejifunza ni taratibu ambazo zimeanzishwa na WRRB kwa kushirikiana na taasisi nyingine husika kuhusu namna gani ya kuweza kuendesha shughuli za ukusanyaji na uuzaji wa mazao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani kwa njia ya kisasa ambayo tunaweza kusema kama ni njia ya kisayansi kulinganisha na ule utaratibu uliokuwepo mwanzo. Miongoni mwa vitu ambavyo mafunzo haya yamekuwa yakizingatia zaidi ni pamoja na namna sahihi ya kuweza kupokea mizigo, namna sahihi ya kuweza kuhifadhi mizigo, namna sahihi ya kuweza kuzingatia vigezo vya ubora vya bidhaa zetu mbalimbali ambazo tutakuwa tunadili navyo, na namna ambavyo tutakuwa tukizingiza katika mifumo iliyoanzishwa na WRRB na wadau wengine katika mifumo ya TEHAMA. Kiukweli kwa tulioweza kujifunza yameweza kusaidia pia na sisi kuwaelimisha watu wengine ambao hawakuweza kushiriki katika mafunzo haya, lakini pia yatanyanyua utendaji wetu kazi kule ambako tunaelekea katika kufanya kazi. Na mimi kwa upande wangu ningependa kushauri WRRB kwamba kwa sababu huu mfumo hususan kwa kanda hizi za Ziwa ni mfumo mpya, mfumo wa stakabadhi kwa upande wa kanda ya Ziwa kidogo ni mfumo mpya. Kwa hiyo wadau wengi sana ikiwemo wakulima bado hawajauelewa huu mfumo unafanyaje kazi, una faida gani. Kwa hiyo ningependa kuwaomba au kuwashauri WRRB kuendelea kuwaelimisha wakulima juu ya huu mfumo, kwa sababu watakapoweza kutumia vizuri huu mfumo, si tu faida kwao kama wakulima, ni faida kwa vijana wa Kitanzania, kwa sababu kupitia namna ambavyo tumekuwa tukifanya kwa maelekezo ya WRRB itaweza kutoa ajira kwa vijana wengi sana. Lakini pia ni faida kwa nchi kuweza kudhibiti kiwango cha sahihi cha mazao kinachotoka nchini na kuweza kuongezea pato la serikali, lakini pia kuweza kudhibiti ubora, kwa sababu sisi tunapokuwa tunapokea ule mzigo kuna viwango maalum ambavyo tumewekewa vya ubora ya zao ambalo linatakiwa kuingia ghalani. Kwa hiyo zao ambalo halikuzingatia vigezo hivyo litakuwa haliruhusiwi kuingia kwenye utaratibu. Kwa mantiki hiyo, nchi itaweza kuuza mazao yake nje yenye sifa, yenye ubora, jambo ambalo litaiheshimisha nchi kule na kuongeza suala la wawekezaji kuingia katika nchi zetu kwa kuona mazao yetu yana ubora ambao unatakiwa. Wakulima wataweza kupata elimu ya kutosha juu ya namna gani ya kuweza kuchagua mbegu bora, namna gani ya kuweza kutunza mazao yao kabla ya kuyaleta kwenye maghala, ili mazao yatakapokuja yaje yakiwa yana sifa inayostahili, tofauti na hapo siku za nyuma ambapo kila mtu alikuwa anafanya kienyeji vile ambavyo anaelewa yeye mwenyewe. Sasa mimi ninachosisitiza zaidi kwa WRRB ni kuendelea, pamoja na COPRA, ni kuendelea kuwaelimisha wakulima juu ya umuhimu wa huu mfumo na waweze kuelewa ili waweze kutoa ushirikiano wa 100%. Asante sana.